Hello guys, karibu tena kwenye YouTube channel yangu, na leo naenda kuletea video nyingine. Video yetu ya leo naenda kuelezea vitu muhimu kwa ajili ya kuoka keki, na sio kuoka keki tu, kufanya keki yako iwe tamu. Pia usisahau kusubscribe. Kitu cha kwanza kabla sijaanza video hii, naomba uwe makini sana vitu nitakavyoelezea. Kama una daftari unaweza weka daftari lako chini ili uweze ku note down vitu ambavyo nitakavyovitaja, ambavyo labda utahisi kama utasahau. Na hivi vitu ni muhimu sana, yani ukiviweka kwenye keki, yani keki hamna siri nyingine, yani siri ndio hii naenda kuitoa leo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hiyo unsalted butter. Hiyo unsalted butter unayoona kwenye video ni kama Prestige, kama unaifahamu Prestige au Blue Band, ni kama hiyo, lakini yenyewe haina chumvi na yenyewe inakuwa ina ladha kama ina maziwa fulani. Unsalted butter, kama unataka kutengeneza keki nyumbani iwe nzuri, basi tumia unsalted butter, japokuwa gharama yake kidogo iko juu kutofautiana na Blue Band ama Prestige. Kwa hiyo kama wewe unahisi unataka keki nzuri tamu, tumia unsalted butter. Hiyo ni yani keki yako itakuwa tamu sana. Kwa hiyo ni siri ya kwanza. Kitu kingine cha tatu naenda kukiangalia ni sukari. Watu wengi wanakosea kwenye swala zima la sukari. Mnaona ubaili kununua sukari nyeupe, mnanunua sukari zile za brown, zile za kutumia nyumbani. Jamani, sukari inacheza vizuri kwenye keki ili kuwa tamu. Sukari nyeupe na sukari ya brown zina utofauti, sio wa rangi tu, hata wa ladha, hata wa texture. Yani ile sukari nyeupe ipo kidogo imesagika kuzidi sukari ya brown, kidogo ina mabonge makubwa. Kwa hiyo yani ina utofauti mkubwa sana hata kwa muonekano wa keki. Ukitumia sukari ya brown inafanya keki yako inakuwa kama ina brown, lakini sukari nyeupe itafanya keki yako inakuwa nyeupe kama wewe unapenda keki yako iwe nyeupe, yani isiwe na marangi. Kwa hiyo sukari nyeupe ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha, yani sikupi hata option ya kutumia brown. Kama unapenda keki yako iwe nzuri, iwe na muonekano mzuri, basi tumia sukari nyeupe. Sukari ya brown utumia, lakini haitakuwa na ladha nzuri kama utakapotumia sukari nyeupe. Kwa hiyo sukari nyeupe ni kitu cha muhimu sana, na hakikisha kama unanunua. Na kama unahitaji, kwa mtu ambaye yuko Dar es Salaam, zinauzwa Kariakoo au Matandika ama sehemu nyingine, lakini sana sana Kariakoo na Tandika. Na kwa mkoani kiukweli sifahamu. Kwa hiyo jaribu kuwauliza hata watu mabeka wa mkoani, wanaweza kukwambia sukari nyeupe inauzwa sehemu fulani. Kwa hiyo sukari nyeupe ni kitu cha muhimu sana, yani upaswi kukikosa kama unataka kutengeneza keki. Kitu kingine ambacho upaswi kukosa kwenye utengenezaji wa keki, yani keki yako iwe tamu, ni mayai. Tena mayai hata usihangaike sana. Mayai hayapaswi kuwa ya kienyeji. Mayai unaweza kutumia hata ya kizungu, yani kwenye swala mayai halinaga shida. Kwa hiyo unaweza kutumia ya kienyeji ama ya kizungu. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anaweza kasema, mimi na mayai ya bata. Kusema za ukweli, mayai ya bata yana kiharufu fulani hivi ambao ni tofauti na ya kuku. Sio tofauti sana, lakini kama wewe kiharufu akikusumbui, basi unaweza ukatumia mayai ya bata. Lakini mimi sipendelei kutumia mayai ya bata kwa sababu yana kiharufu, yana kishombo fulani. Kwa hiyo mayai tumia ya kuku, yawe ya kizungu, yawe ya kienyeji. Ni wewe tu utakavyopendelea keki yako iwe, utatumia mayai gani. Lakini mayai ni muhimu sana kwa sababu yanaenda kuongeza unyevunyevu kwenye keki. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, lazima uwe nacho. Kitu kingine cha muhimu kwenye uokaji wa keki, yani keki yako iwe tamu, ni unga. Jamani, ninavyosema unga,
namaanisha unga wa PPF. Kwa Tanzania nzima unga unauzwa na unapatikana kwenye kampuni ya Azam. Kwa hiyo hakikisha unatumia unga wa PPF. Hivi hivyo ulivyoandikwa PPF. Na kuna watu wanasema tunaweza tukatumia unga ngano wa kawaida. Kiukweli sishauri, yani sishauri utumie unga ngano wa kawaida. Tumia PPF. PPF ni unga mzuri na umewekwa kwa ajili ya kutengeneza keki. Kwa hiyo yani PPF ndo unga ambao una uhakika kwenye utengenezaji wa keki. Hivyo kama hauna PPF basi nenda madukani. Uzuri PPF inauzwa madukani, supermarket, wapi, sehemu nyingi zinauzwa. Kwa hiyo ununua unga na kwa kilo moja sehemu nyingine inauzwa 2600, sehemu nyingine inauzwa 3000, sehemu nyingine 2800. Ni wewe tu, gharama yake sio kubwa. Kwa hiyo PPF jamani ni kitu cha muhimu sana. Yani keki haiwezi kuwa tamu kama hujatumia PPF kwa watu ambao wanaishi Tanzania. Kitu kingine cha muhimu kwenye kuoka keki ni baking powder. Baking powder ni kitu cha muhimu sana. Almost keki nyingi zinakuwaga na baking powder. Baking powder inapaswa weke kwa kiasi, huweki yani kwa kukadiria, yani unaweka kwa vipimo baking powder. Nitakuja kutengeneza video nyingine ya vipimo, lakini leo naomba tu niongelee tu kijujuu kwamba baking powder inawekwa kwa kiasi kwenye keki. Ukizidisha unaharibu keki. Ukipunguza pia unaharibu keki. Kwa hiyo inabidi utengeneze kwa kiasi kinachotakiwa. Kwa hiyo baking powder ni kiungo muhimu sana ambacho kinafanya keki iweze kuinuka, kupanda. Yani watu wasema keki yangu haipandi au keki yangu imeshuka. Shida ni baking powder. Kwa hiyo ukikosea kwenye baking powder umekosea sehemu kubwa sana kwenye utengenezaji wa keki yako. Na ili keki yako iwe tamu, baking powder inabidi iwe imepimwa vizuri na kwa umakini. Kitu kingine cha umuhimu cha kufanya keki yako iwe tamu ni maziwa ya unga. Jamani, sijajua kama hili watu wanalijua ama hawalijui, lakini kama ndo siku yako ya kwanza, hujui kama ukiweka maziwa ya unga kwenye keki inakuwa tamu. Na maziwa ya unga pia yanawekwa kwa kiasi, yani usiweke mengi wala usitie kidogo, yani unaweka kwa kiasi ambacho kinahitajika, na nitatengeneza video ambayo itazungumzia hicho kiasi na kila kitu. Lakini leo tustick kwanza kujua vitu muhimu ambavyo vinafanya keki iwe tamu. Kwa hiyo maziwa ya unga. Maziwa ya unga ni kitu cha muhimu sana jamani. Maziwa ya unga. Kwa hiyo usikose hichi kitu. Yani kama unataka keki kweli iwe nzuri iwe tamu, usikose maziwa ya unga. Kitu kingine kitakachofanya keki yako iwe tamu ni maziwa ya mtindi. Na maziwa ya mtindi ni muhimu sana. Na unaweka kiasi kidogo tu, yani huweki mengi. Kwa sababu keki haipaswi kuwa na maji mengi sana. Kwa hiyo maziwa ya mtindi unaweka kidogo. Na maziwa ya mtindi kama hujui, yani kwa mfano hauna maziwa ya mtindi, unaweza ukachukua maziwa freshi, ukachukua vinegar kidogo, ukaweka, alafu kasubiri kidogo inakuwa kama mtindi. Yani ukasubiri muda kidogo yale maziwa yanabadilika na kuwa kama mtindi. Au kama hauna vinegar, unachukua maziwa freshi, kidogo, alafu unachukua ndimu, maji ya limao yale au maji ya ndimu unakamulia, unasubiri kidogo na yenyewe yanabadilikaga yanakuwa mtindi. Kwa hiyo mtindi ni kitu cha muhimu sana. Na kama vyote hauna mfano, alafu mfano una yogurt, unaweza pia ukaweka yogurt na yenyewe inafanyaga keki iwe nzuri. Kwa hiyo yogurt itasimama badala ya maziwa ya mtindi. Kwa hiyo hivi vitu yani ukivikosa kwenye keki, sijui yani hata sijui nisemeje, lakini ni vitu muhimu sana na yani nimewapa siri, nimewatobolea siri. Kwa hiyo zingatia hayo maziwa ya mtindi au yogurt. Na kitu kingine, sasa hivi ni vikorombwezo. Yani ushatengeneza mkorogo wako wa keki, ushakoroga, ushaweka vitu vyote muhimu. Hivi ndio vya mwisho. Hata hayo maziwa ya mtindi ni ya mwisho. Tunaweka hizi tutti frutti. Zinaitwa tutti frutti. Au ni mapapai ambayo yamekaushwa. Kwa hiyo yani unaweza ukaangalia jina gani nzuri ya kuiweka hapo. Kwa hiyo hii tutti frutti na yenyewe ni nzuri. Unaweka kiasi, unaweka punje kama 10 au 11 au 12. Yani sio kwamba unatia punje nyingi. Na hizi zinauzwaga madukani, zipo za aina tofauti. Yani zipo za aina tofauti. Kama hizi nilizokuonyesha ndo huwaga zinaonekanaga sana. Hizi ambayo picha unaiona. Kuna picha nitaiweka sasa hivi. Hizi hapa, hizi ndo huwaga zinauzwaga sana madukani. Ni mapapai ambayo yamekaushwa. Kwa hiyo
Hii ni nzuri sana ukiweka kwenye keki, yani mtu ukiwa unakula keki ukala na iko zipo kama pipi fulani hivi. Kwa hiyo yani zinakuwaga tu nzuri na zinakuwa na ladha nzuri pia. Kwa hiyo sio kitu cha kukosa kwenye keki yako. Na kitu kingine cha muhimu cha kuweka kwenye keki ni zabibu kavu. Kama hapo unavyoziona zabibu kavu zipo za aina 4 hapo. Kuna zenye rangi ya brown, nyingine nyeusi, nyingine nyeupe kidogo, nyingine zina ufifia kidogo. Hizo zabibu zote ni zabibu na unaweza kaweka zozote unazozipendelea hapo. Ni wewe tu na upendeleo wako. Yaani zote zina testi ile ile. Kwa hiyo ni wewe tu, labda unataka leo zabibu nyeusi, leo unataka zabibu za rangi ya gold, sawa. Na zabibu zinahitaga ladha sana. Yaani ukila keki yako afu ukala na zabibu, yaani zile zabibu zinakuwaga ndani ya keki. Kwa hiyo yani inaleta ladha fulani. Mtu anasema keki yako ni tamu. Kwa hiyo usimisi sana, usimisi zabibu. Zabibu ni kitu cha muhimu sana. Kitu kingine cha kuweka kwenye keki ni almonds. Sio muhimu sana kama unapendelea, lakini na yenyewe huweki nyingi. Unaweza kaweka punje 4 3, yaani sio kwamba unaweka nyingi. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana, inafanya keki inakuwa nzuri, keki inakuwa na testi nzuri. Ukila keki ndani ukila na almond inakuwa na testi nzuri kweli. Na bahati mbaya sijui jina la almond kwa Kiswahili. Kwa hiyo ukienda hata dukani wewe ulizia tu almond, wenye duka watakwambia. Kitu kingine cha mwisho, hii ni ladha. Na yenyewe ladha tunaweza tukaweka mwishoni kwenye keki. Ladha ni kitu cha muhimu sana jamani. Sasa inategemea unatengeneza keki aina gani. Unaweza kutengeneza keki ya chungwa, sijui vanilla, sijui keki ya chocolate. Zote utaziwekea ladha. Kwa hiyo inategemea sasa wewe keki gani. Inategemea sasa wewe ni keki gani ambayo unaipendelea. Kwa hiyo kwenye swala zima la ladha, unaweza kaweka, kuna ladha ya chungwa. Ladha ziko za aina nyingi. Yaani kuna ladha ya vanilla, kuna ladha ya strawberry, kuna ladha ya chungwa, kuna ladha ya limao, kuna ladha ya nazi, kuna ladha za aina nyingi. Ni wewe tu utajua ni ladha gani ambayo unaipendelea ndio utaweka kwenye hiyo keki husika. Lakini kama ni keki tu ya kula nyumbani ya kawaida, ladha unaweza kutumia ya vanilla tu. Hauna haja kuweka maladha mengine kwa sababu vanilla ndio ladha ambayo inaingiliana na keki nyingi. Mpaka kufikia hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa video hii, na natumaini umejifunza vingi, na kama una swali unaweza ukauliza pia. Kama una maoni yoyote unaweza ukauliza, unaweza ukatoa, vyovyote ambavyo unahisi ni sawa. Na nikushukuru kwa kuitazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Kwaherini.